unaweza kosa time ya kila kitu. Lakini lazima upate time. Lazima upate time ya World Cup. Exactly. Na sasa hizi games zenyu tunasikia ziko sijui at 1 am, at 5 am, at 3 am. And that's anakuambia saizi saizi uko na boyfriend, nasema nikwambie. Saizi uko na boyfriend. Akikwambia this guy is busy after job, after tushafanya job. Games zinaanza saa 2 usiku. Don't expect me to the house. Paka kesho yake saa 4. Tunapata kama si hivyo nitakuja ni change na nirudi job. Like unajua pia hiyo story na mambo ya kuamkia kazi na unaenda kazi asubuhi hata HR ama anafanya watch ball ama watch. Lakini sasa acha niwaambie mimi kitu yenye inanisumbua na views zenye nataka kusikia. Mimi shida mali conflict yangu inakujia ni because sasa wewe mas na Farah it's fine. Enda watch game yako, si ndio? Game yako maybe mmeongea, maybe anaelewa, maybe haelewi, sawa. Hiyo ina shida. Lakini obviously itabidi tu aelewe. Lakini husbands mimi ndo hapo ndo juu tulisema kuna men and boys and whatever, si ndio? Ndio maana nakwambia this is the moment enye hata wewe mwenyewe saizi mwenye kama uko na boyfriend sijui, but saizi this is the moment enye uta identify in between real men and then boys. Boys tuliwawacha back then. So hata mimi saizi I'm not a boy, I'm a man. This is the moment enye sasa we men tumeanza concentrate with World Cup. We are no longer concentrating with ladies. Saizi nini? Na unataka watch all the games. Ameka vibaya. Unajua ni games ngapi mwenye unajua it's 108 games. Na lazima watch all of them. 104. Yani ilikuwa yote generally 100 plus hizo opening ceremonies ya 104. As your man anafaa kuwa amewatch. Tulisema kama ni kidogo sasa atakuwa amewatch 90%. 90%. Ile yenye tutamwacha tukubaliani because skia. A couple of games sawa. Tell me you're going at night sawa. But zingine itabidi si kwa nyumba kuna screen. So which si kwa nyumba kuna screen. You will sit back and you will watch. Blani nakutia hapo. Unajua ukiwa na the boys kuna ile vibe fulani. Kuna sasa mimi unajua alafu tena unajua si wengi tena wanatoroka ile vako ya ati mmekana tuseme for instance mmekana girlfriend yako aanze kuuliza ati scores ziko ngapi. Umwambie game iko 1-0. Nani atakulia? Sasa kwa mkakuulize nani amefunga hiyo nil? Nani amefunga hiyo nil? So lazima ule lakini pia nyinyi kwani mna date kina nani? Mna date kina nani? Hiyo sasa ni shida ya watu mna date. Juu acha nikwambie. Hakuna difference. Sit back tuwachie game nyumbani. Juu uwezi niambia game ni ya 5 am ama 3 am na unataka uende the whole night. Mumeenda kuchill na the boys ati mna watch game juu ya vibe. Boys na kuwatch. So one game kwani game zote lazima pia uwe na vibe. As a man lazima kwanza mimi nakwambia I must watch 90% of the World Cup. You must. I must watch 90%. Hapo na shida ni vibe. Unajua mimi niko na solution ya hizi vibe. Hata mambo ya vibe. Hiyo vibe yako sasa hizi nimekwambia this is the moment yenye unapata men like men wengi wana break up with their girlfriends. This is the moment that hatuna attention mami. We don't call your attention right now. This is the moment that tunafaa concentrate na Messi, Ronaldo and the others. Sawa. Wewe tutakuja as from next month tutakuwa pamoja. Next month ama ile next month. Mwisho. Haina shida. Mimi nilisema if today wachana hata na boyfriend fine. We are still negotiating. But if I have a husband that is telling me anaenda watch game 3 am in the club with the boys because anataka vibe. Guys, this month pia sisi kuna Love Island. There's a new season ya Love Island USA. So and I also need my girls vibe. Acha nimalize vibe. So let me tell you guys what is going to happen. I'm not taking that point. No. Wacha nimalize. What is going to happen is you're going to shower, dress up, get ready. And I'm also going to shower, dress up, get ready. You will go watch your football with your boys for the vibe, and I will go watch with my girls Love Island for the vibe. And then if you want us to meet at 5 am in the morning, we will meet in this house at 5 am in the morning because we want to be mad in this house. So basically you may accept like maybe your husband akubali watch
watch football. And then lakini sasa shida ni lakini ajue mimi naenda kuwatch Love Island na my girl. Shida ni hapa. Tutakutana kwa hii nyumba 5 am. Shida ni hapa. So umesema tuingie 5 am. Now let me support this man. Wenye kwanza wenye you guys wenye mmeoa. My first question Monique ni have you married me? Ama mimi ndio nimekuoa. That's the first question. Tumeoana. You know that hakuna mtu anaoa mwingine. Tumeoana guys. Tumeoana. Unajua kama tumeoana which means ulikuwa in the part of tukupeana ile mahari. Mahari tulisplit. Kama ilikuwa ng'ombe 10 nilitoa 5 nikatoa 5. Sasa unajua mimi hata. But the moment is consider this. Sisi tumependana, sawa? Mimi nilienda kwenu nikakuomba nilipeana zile mahari. Which nilisikia mahali mtu anasema 120 nini? Niliona mahali. So consider that mimi si kupeana kwenu hiyo 120. Nilipeana ile ilikuwa inawezekana. But we agree. It was an agreement. So I married you. Hapo you'll take me as your husband, even not as your boyfriend. Sasa acha ungeniambia vizuri as a girlfriend. Which anafaa submissive bro. Mimi na nikifika hiyo 5 kwa nyumba, baby girl. Prepare. Mimi nafaa kuoga. Niweke nguo yangu hapo ya hiyo siku. I married you. Sasa ati tulioana lakini sasa sikia. Sasa why must unajua kwanza kwa hiyo conversation ya mahari, I don't even know why you're bringing up to me. As my husband, I don't know why you're bringing. Ni mimi uliletea ng'ombe. If you look in this compound, our shared compound. No. Kuna ng'ombe unaona. I was not there. According to my culture, I don't know about your cultures, but according to my cultures, it is my uncles and my father who will be in the discussion. Mimi hata sitakuwa kwa hiyo space, si ndio? Hata mamangu atakuwa. No, let me finish. So, au ndio watakwambia ng'ombe utatoa? Au ndio watakwambia zinafaa kuletwa wapi? It is none of my business. So if you want to discuss about the dowry that you brought, please go and visit my father. Muonge. Dowry ulikuwa unatoa ndio ukuje uniache kwa nyumba 3 am because you went to watch. Acha para ulize swali kwanza. Juu nimepeana mahari kwa uncles and sema dad. So am I nenda nao home ama am I? Ni sawa umeenda na mimi, lakini pia ulikuwa unanilipia mahari. I'm asking, ulikuwa unanilipia mahari ndio ukuje kuwatch game the entire night. No. Ukiniacha kwa nyumba hivi. World Cup ni I think tunangojeanga 4 years. Ndio kuja. 4 years ndio kuja. Unajua World Cup is not like a Premier League, not like other leagues. Consider that. Let me just try to pump knowledge into my World Cup takes 4 years. Na nimekwambia this is the moment. It takes 5. No, 4 years. Okay. This is the moment when men like tunakuanga with high expectations. Hiki kitu tunakuanga tumengojea. Hii stuff tunakuanga tumekrevia. Hii stuff tunakuanga tumeka feeling. Unajua tunaanza ku-discuss World Cup like 1 month before. Like wewe ni nini gani? Wewe ushaanza ile tushaanza ku-hype, unaona? We as men. Like unaona nilikuwa nasikia mahali like men to go tunakata like men tunaanga time ya kusengenya madem ama kuongelea vitu zingine. Men mind yetu tunakuanga about football. That's the only thing wewe tunakuanga kwa mind yetu. Unaona? Alafu another thing to add up na hiyo ya 4 years. Mwenye alikama up na kuweka World Cup mid-year. Ikamatch the men's mental health awareness month. By the way, alikuwa anajua. Alifikiria. But ngoja kwanza, let me address some ladies. Unajua kuna ladies mahali sasa, kuna lady mahali. Kamera yangu ni gani? I want to consider kamera yangu ni gani? I want to address by then some ladies. Kuna saizi lady somewhere who is confidently saying that she's dating. Na hajui kama this is in month ni men mental health awareness. Inashangaa. Anafaa hiyo inamaanisha anafaa mwanaume at least. Saizi kuna watu saizi ndio wanaisikia for the first time hawajui. Man, unajua sisi men tunapitia mambo mengi sana. Azamani imagine kama vile unaniambia azamani sasa inakuja 10 kwa nyuma napata demu wangu alitoka pia hapo sherehe. Kwa nini wote mnaenda kuwaka? Bwana tulioana. Kutoka nayo tutatoka nje sherehe kama wewe umeenda sherehe, lakini anyway, as for men's mental health, it's June. We're in June. June. Men's mental health. So venye tu umesema, if there's anyone mwenye hajui kuwa it's men's mental health, I hope you know now. This is the month you treat these men with some kindness. Yeah? Exactly. Sasa hii men's mental health, mimi niko na swali moja tu. Na nataka
nijibu. As men, it is your month. Na tumesema this is the month we're trying to show men love and we're trying to be supportive. Unajua kila saa wanalalamika sijui nini wanawake. Lakini ukweli si ati wanalalamika reality. Ngoja niulize swali yangu na nataka mnijibu nyinyi watu wawili. Sasa men's mental health. Na hii mwezi yenye pia tunataka you speak up. Kwa sababu if you don't speak up hatutasaidia. Lakini sasa swali ni mbona nyinyi pia tutaishi kuambia speak up hamtaki ku speak up? Unajua sasa story na mbona ku speak out. Unajua zamani ufai kufungua roho as a man you should not cry. Exactly. That's the first thing you need to know. So as a man you should not cry. Sasa nyinyi mnafanyanga nini? Sasa mtu amekukasirisha unasikia tu vitu they are not going well, uko overwhelmed. Mimi naweza pigana. Okay, mimi naweza pigana. Wao wanaweza pigana. Unaona sasa these are very unhealthy ways of coping. Fara wewe unafanyanga nini? Maybe turn to the ball maybe. But lakini in general ukiangalia na hapo unasikia uko sawa. Exactly. Lakini sasa unajua shida ni amwezi kuwa kwanza mimi nikikaa hivi ni imagine ati men don't cry. Unajua kuna kale ka relief kana kujanga tu. Unajua sisi wanawake tuna schedule time ya kulia. So kulia ndio inamaliza kila kitu mbona maisha. Ukilia tu unasikia umepata clarity, umepata you're at peace, unapata hata stress imepungua, sasa unaweza fikiria, sasa unaweza solve whatever is happening. Lakini ulie kwanza. Na mimi naweza frame hiyo kwa sababu naweza iframe hivi. Mostly ukiangalia who die first? Men. Sawa. Okay, men tunakuanga na burden. Acha niki. Men tunakuanga na lot of burden. Like a lot of burden. Okay, tutumie tu example saa hizi. Unapatanga kuna msee saa hizi ana hustle. Okay, sasa nimekuja Nairobi pengine. Okay, ni mtu for example sema anatoka Kitale. Mtu ako saa hizi Nairobi. Msee ana hustle kuanzia asubuhi hadi jioni. Na maybe uko familia yake na mdepend sana. Unapatanga as a man ninaambianga men like at times struggle to wewe ngangana ujungi venye siku itakaa. Unapata as a man ameamka asubuhi hajui venye siku itakaa. But inafika jioni maadhi anampigia simu. Anamwambia labda leo tunalala njaa. Na ukiangalia mwenyewe by then anaenda kulala njaa. But ile kidogo yenye ameisanya inabidi nimepeana home ndo wa survive than mimi. Unapata that's the first thing. Unapatanga men wote tunategemewa sana like macho yote nakuanga kwetu. Hata kama msee ufanyi kazi but unaona wewe Fara utakwambia mazee wewe home kumekaa mbaya. Ndio mwenyewe unaona kwa huko kumekaa lakini utasema. That's the first thing wewe na kill men. Another the second thing like men unapatanga msee analia but internally. Msee anaweza kaa hivi sasa hizi men mtapata wanaume wengi sasa hizi utakaa hivi anacheka na wewe tu. But deep down ile vitu anapitia it's kind of hard. So hatujui ni kuweka hiyo secret. Ama ni hatupendi kushow off our tears. So shida na mambo na hiyo men ni ngumu sana. Unajua a lot of men wanaonanga effort zao zina go like unappreciated. So unapata kuna meme fulani ilikuwa naona inatembea. Like wali make a reference wakasema hapa kando like wameka like a dem anauza mahindi. So watasema dem ni hardworking woman. Na the same thing to happen kwa man, watasema this man is lazy. Like ajitumi. Mbona anauza mahindi? Na the same thing like unaona. So utapata mwanaume like ana kitu like women are appreciated more than exactly. So hiyo ina demoralize. Lakini unajua sasa kitu mimi nasemanga ni what you're saying is true. Juu unapata ni kweli saa zingine cause women we are vocal people. We vocalize what we feel. Kwa hivyo utapata hata hapa tukianza sasa kuongelea mashida zetu, mimi nitawa overpower. Hata probably sitawapea chance ya kuongea. Juu si wanawake ni wale watu I am ready to lay it all down. Kama leo asubuhi kuna mtu amenikasirisha, mimi nitaanza tu kusema saa hii kama nikulia nitalia. Like unajua it's not a big deal. But for you guys you need ample time, you need sijui nini, you can't even like kuna vitu zingine you feel as a man you can't do, as a man you can't say that, you can't complain a lot else society itaanza kukuona like as a man una complain nini, unajua just man up and do whatever. What I'm saying is tuko in an era where we have professional help, guys. As a man, considering the baggage and and everything that is over your head and on your shoulders, your people unafaa pia wewe as part of self-care, you take care of yourself. We have therapists, we have psychologists, we have so many people that you can talk to professionally. Mimi nataka niilete hivi kwanza. Nataka utusikie.
men at times men tunako okay we have girlfriends. Mimi nitaka kuiframe hivi pia. Girlfriends wanafaa kuplay a big role in supporting men, in supporting their men. You kiangalia most of the things men do what tuna overwork kwa relationship. Hata ni frame hivyo. Nakumbuka amekuwa anasema yenye juu mimi mwanamke ukitoka mimi nitatoka. Unajua at times okay acha nilete hivi in this concept. Men at times kuna vitu zingine vitu za ujinga sana ndio wewe inatumiliwa. Vitu za ujinga sana. Like mwanaume hawezi kumimpress na gifts nini hata asikie fiti. But amano ukimpelea freedom yake kidogo yenye anataka inampenga more freedom and more happiness. Maybe for example nimetoka hapo saizi tumetoka hapa break from this podcast. Unakuwa tired mentally, physically. Nimefika Kejani like wao wananiambia Monique mimi nataka kwenda ku relieve myself, like I want to clear up my mind. Unapata nataka kwenda kukaa na Farah tukiwatch game tukitusiana. Unajua nilikwambia tu football na kuangalia vibe fulani. Nikifika hapo naambia iti like ile unapata nikitoka hapo nikuja asubuhi, hata nimekuja asubuhi I'm feeling the happiness in me. Enye I will try to transfer that happiness to the family. No. But unapata yeye sasa ameniambia hapana juu natoka mimi natoka asubuhi tukikuja hapo ni fights. Unapata sasa wanaume like wanachukia discrimination na hiyo ndio ina result hata open up. Do tuseme for instance mimi niko na maybe issues, uko na issues zako. Exactly. So unaona nikianza ambia mtu tu yoyote mwanaume sasa ukiniambia like kuna tu vile nitakuta kuna vile utanijudge unaona. So mimi naogopa maybe uanze kuna place ulikuwa umeniweka then uanze kuona kumbe all of a sudden tu imekuanga lakini so ndio maana anasema it's better kuna squeeze professional help. Alafu hiyo point yenyewe umesema ya girlfriends ni sawa, we are going to be supportive, but at the end of the day mimi I'm trying to be supportive to my man. Namkumbusha hata this month namkumbusha it's men's mental health. I'm here if you want to talk, if you want to kumbusha hapo ushamwambia exactly unajua depends. Angalia kaenda uganga mimi nimekumbusha my man by the way he knows. Nilimwandikia nikamwambia it's men's mental health and I'm here if you want to talk. Hope so na nikamappreciate because he does a lot. Hope so this month you are taking care of that man. I'm taking care of that man. Hata chiki hata nalipa bill. This was not a conversation about my man. Lakini hapo ndio kunakuwa na issue. Kwa sababu unaangalia this month mimi nikienda na demu wangu like tumeenda nje. Like hata si ana nini hata ananiambia mazee acha leo nikulipie bills at least kuni support na unajua hii month hiyo haina shida. Lakini sasa unasikia yeye ananisupport out. Unajua guys the sense tu ya kumwambia acha nikupeleka out leo wewe wapi ufilile hiyo ina shida. Lakini sasa yeye anataka tu hiyo salary yangu hata umengangana, lakini hapo mwisho wa siku lazima allowance anatoa. Sikia that is the easy part. That is the easy. You know mother five kuitisha kwanza ni girlfriend allowance. That is the easy part. That is the easy part. That is the easy part. Mimi what I'm saying is as much as I can tell my man all day naweza mwambia siku mzima I'm here if you want to talk, if you want to say anything I appreciate you and everything. But it is not something that can be changed by one person. Unaona? Because sasa if I tell that to my man alafu jioni akikuja kuwatch football na nyinyi mnaanza kusema hapana ai ya zamani ufai kuongea bwana zamani ufai kusema hizo vitu zamani kuna vitu ufai I'm just giving an example si nyinyi I'm just giving it's hypothetically speaking. Sasa unaona hata yeye ataanza kujikumbuka na jana niliambia manzi yangu hivi kwa hivyo si poa maybe anaweza niacha au ni ama weak man and whatever na maybe hata that is not what I'm thinking. So unaona, so like it is a job for everyone. It is each and every person to play their role. Kama ni wewe, what are you telling your boys? Kwa hiyo group yenu, what are you telling your boys? Are you encouraging each other to talk about these things? Ama kila saa conversations zenyu zinakuangaza toxic masculinity? Hapana, kuna vitu za zamani ufai kulalamika, kuna vitu za zamani ufai ufai kuongea, ufai kusema nini until unapata the most, acha niwaambie sasa ukiangalia kwa analysis and everything. The most successful suicides zenye ni mingi ni men. Because they don't talk. See they help. Unapata jana mlikuwa na boys wako mna watch ball, team ime lose, ameenda amejiua, mnadhania ni football. Whole time this guy has been impressed na hana mtu wa kuambia. Ndio maana tumesema like boys like sisi boys tuna carry a lot. You know that was the first statement. And like
tunakuanga so much like secretive like nisa nini nimwambie ataniambia kuna haja. And that's what we always tunafikia at time tuna conclude no conclusion to lead up to other things. But kuna men who are very strong, bro. You know that kuna wanaume wapitia shit zote kwa life, lakini and that's always tell men like at times no matter how hard things are, no matter how hard things like I add up, consider this, you are the man, like people depend on you. No. Lakini sasa you know advice hatutaki guys. Ni sawa, consider you're the man and get help. Talk to someone. If you feel kama una feel I'm going ile aspect ya to make the matter worse, kwanza ikuwe ni mwanaume and then ukwe first born. But tebu pigia scenario uone. Ndio maana nilileta story. Ndio hiyo. So ndio maana unapata mwanaume guys, we understand. But unajua sasa sahi najaribu kuwapea zile maybe zile solutions sisi as women tunakuanga nazo, si ndio? Na maybe si zote zinaweza work because when you umesema as a man uko na responsibility kubwa, uko na kila kitu, you have a lot that you're thinking about. Because as a man umeekelewa wewe ndio provider, wewe ndio sijui nini, wewe ndio problem solver, wewe ndio nini, uko na hizo vitu zote, si ndio? So maybe kila kitu haiwezi work. But what we're telling you guys, try talking to someone. Cause acha nikwambie, mimi as a person, if I was not talking to someone by the way, sasa ningekuwa nishachizi. Ningekuwa nakatu hivi na chini ndio moja watu wanashangaa. Can notice maybe wasichana wana trust issues. Tuko nazo. Not even about trust issues. Tuiweke hivi. Nimeanza na kusema like utapata kuna boy saizi hapo Nairobi ana hustle. Sawa. Anapiga mjengo nini ameamka asubuhi. Kuna familia yake sasa inamdepend huko tuseme Kitale, sawa, inadepend. Yenye unajua sasa msee kufikia jioni anafaa aeke kitu kidogo ya familia. No, consider that. But sasa mimi like siku ije kwa poa. Like siku imekuwa nime hustle nimepata tuso yangu. Hii tuso nimesemaje? Nipige so yangu labda nikule so niende pale kibandaski nikatiwe chapo kama 5 chapo choma 5 alafu iso ingine nifanye nini save. But at that moment I'm still thinking about that, napiga simu home. I'm the first one napiga simu naambiwaje we bana leo ni kama vitu zi add up home, tunahitaji at least something, tufanye nini tukule. Na ukiangalia budget ya home like kuna wale siblings wengine wana kudepend, sawa, wana kudepend. So unaona nikituma hata hiyo so like hii nini haiwezi kadi. Alafu mimi nakuanga na good heart. So ana prefer acha niweke tu so yote nifanyaje? Acha mimi ni struggle alafu sasa unaona kitu kama mimi siziende kuambia Fara, niweze kumwambia like kifaa. Basi nimetumanisha home to so saizi niko. Unaona? Unapata nimechill nayo juu sasa mama na hapa. Lakini sasa au ule boys wako unaweza mwambia hey ni aje uko na so unisukumie. Iko lakini sasa okay not daily. Consider that. Utaifanya daily. Alafu pia okay nimefanya leo kesho. Unaona the next time sitaambia Fara like ni sawa, lakini sasa hiyo part na ndio maana nasema you talk to a professional. Juu unajua saa zingine by the way mnasikia hapana sikia ni sawa naelewa hiyo part. Tuseme whatever. Naelewa hiyo part. Hiyo therapist. Maybe some of us hawezi afford hiyo. Exactly. That's the statement naenda. Like not all people afford that therapist. Nimekuwa ni msana piga mjengo tu so pale. Sasa tuko na places wanaoffer kama primary kama high school. Hapana guys, imagine sasa tuko na places wanaoffer free counseling. Alafu consider time. Alafu ni sawa but at the end of the day you have to weigh, cause life goes two ways. Because the point I was saying before this ni saa zingine mnasikianga sisi ladies tukithrow around words mnaona ni kama we're being dramatic, si ndio? Lakini at the end of the day hizi ndio vitu if you tried them I promise you they will work. Cause kama hiyo yenye Wema amesema if you're earning like maybe upata 200 leo and nini are there what strategies are there, what boundaries have you set? Because at the end of the day leo ni sawa utawatumia pesa nyumba nayo ubaki hivyo, si ndio? Maybe leo Fara atakusukumia so. Huwezi mwambia kesho akusukumie so. Huwezi mwambia the other day kila siku akusukumie so, si ndio? So at the end of the day what will happen? Utakuwa unalala njaa kila siku just because you're sending money at home. That is where you need to come up with boundaries. Unawaambia hapana, sawa. Unakaa chini unafikiria yes I love these people but what I can afford to send them right now ni 100 nijibakishia 100 because I need food at the end of the day, si ndio? Because kama something, God forbid something happens to you today, watatoa wapi hiyo 200?
lakini so I feel like men do not consider I feel like men do not consider sometimes Monica skatai wenye unafikiria but Monica nafikiria kama mtu mwenye like sisi tuko na dogo Monica fikiri kama venye sisi tunafikiria yenyewe unajua at some aspect pia unaona pia story ya Monica ina make sense. At the end of the day ni wewe kama huyu uko nani atawaje wewe at the end of the day why must consider this unajua like mostly tumezaliwa at different environments but then kuna family yenye saizi they totally have nothing so consider why must alafu sikia skatai they have nothing alafu tunajuanga najua okay kuna unajua tu vizuri kuna ile mindset inakuanga huko mtu akiwa Nairobi ako na dogo hiyo mindset inakuanga hivyo juu huwa consider like job opportunities mingi zinakuanga Nairobi so msema anakuanga na dogo wala hata sponini atani hapo na mimi sikatai hiyo aspect ukiniambia tutakuwa nani uko na boundaries but consider this is your family sawa hata kama na si ati ita happen kila siku but unajua as a man pia inafaa uko na lana kusave I need to be saving but sasa every time like okay nini kidogo na siku zingine alikuwa sawa niliwapea jana leo nimepata job kesho utapata nikijaribu kuninia kesho kutu unapata like so I'm trying to unapata sasa hiyo ndio inatubadi like yeah nimejaribu kuniwa imenilemea unaona na ikilemea like inapatanga ime blow out kwa mind sasa lakini sasa Wemas after imekulemea after imekulemea what's happening bado unaendelea kujifinya ama you're looking what advice are you giving to the men outside there maybe the advice I'm giving men out there as a man especially kama kila siku fine you don't want to learn sawa but for this specific month take care of yourself because at the end of the day hata mimi I have brothers I have a father I have men in my life I have all those people na singetaka today I'm getting called and I'm hearing that oh my brother because maybe by the way pressure my big brothers a lot leo nikisota I'm calling them hey I need money na hawakosangi so I wouldn't and despite of that I wouldn't want nipate call and I hear that he's been struggling lakini juu nimekuwa as the small sister nimekuwa nikitisha pesa and they're just sending me money whole time they've been struggling juu would I rather get hiyo so ya kila siku ama God forbid ifike point ya suicide na nikose hata hiyo so ama hiyo 50 bob Fara mimi nataka Fara kamera yako I want so take care of yourself but mimi nataka Fara advice now to the ladies mimi sitaki advice men advise those ladies wenye they need to support their men so you must be a June kwanza just advise them I want to nataka tukue na advice before that nataka kuna nilikama cross nini mtu akisema like most men wanna receive their first flowers when they are dead no yeah sure that's true exactly unaona the moment like mtu anaenda kuzikwa ndio unapata kila mtu sifa kuna kuanga na sifa sana exactly and that's kuna flowers zinakuwa mingi unasema mtu akikufa hakuna ati mtu akifa hakunanga siri ati hakunanga ni sifa mbaya kila mtu anasikia na most always na happen comment by the way na lakini bring that story kabla ujadili I remember there was a time walikuwa wanasema ukitaka kusikia sifa za mazishi yani kaa huko nyuma like kaa nyuma ya huko kwa sababu wanajua usikie zile safari watu wanakuanga genuine sana siko shy mazishi watu wanakuanga mbele wanakuanga wale watu sifa nzuri watu huko nyuma wanasikia mazishi ule jamaa for example kwa mazishi wamesema ule mzee alikufa wale mangozi wale unapatanga sasa hiyo ndio pastor na preach anasema huyo alikuwa kijana mzuri sana unasikia tu mtu fulani huko nyuma kijana mzuri wapi na alikuwa hata sijia naibia nani huko nyuma kwanza macha demu wake ndio naambianga watu bedhe ukienda yeye ndio aliweka ule msichana ball na kaparuka ukienda mazishi ama ukienda harusi siku nyingine usiotaka ukishamaliza kula sasa time mwambianga watu ukienda vitu kama hizo kula kwa sababu food iko kula lakini ukimaliza kula usikae mbele rudi kaa hapa nyuma inakuwa na siri zote hata ule bibi harusi anafanywa harusi na kuanga unasikia ati kuna boys fulani limgonga like inakuanga jeni huko nyuma watu wanakuanga si fitina but inakuanga jeni inakuanga huko sasa ndio kuna real story ukienda harusi ama uende mazishi usitake kaa mbele ukishamaliza kula chukua maji yako rudi kunywa na ile sema ukifika vitu kama hizo sasa uhondo unataka hiyo enda kurecord vitu zako alafu rudi inakuanga jeni sana so advice when you're going to any wedding usitake kaa mbele ni show off na hata usigare sana usitake kama harusi si yako mbona unangara exactly mbona ushine hapo sasa si yako wewe nara hebu Fara hebu peana advice kwa kamera inaniangalia mimi naweza ambia madam like waache kupea
mavijana pressure. So basically wape ile peace of mind tena unaona. So waache tu kuwapea pressure. Alafu wa support pia bana. Exactly. Like mtu support mazee at times hata nipeleke out niende tujibambe na wewe alafu tusikwe na zile pressure mingi. Anyways guys, I love you so much. This has been Iseme podcast and each and every amazing super Wednesday tutakuwa back na itakuwa big sana. Call me Waimas. It's your boy Farah, ukipenda Farah Galgalo. And it's the bold and beautiful Monica Taki, guys. Till next time.